Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Andika: kuyaombea, kuyasemesha, kuachilia damu ya Yesu kwenye malango yao. Okay, wangapi wana tabia ya kuombea malango yao? Nyosha mkono juu. Okay, malango gani unaombea? Sababu malango yako haina nyingi. Nimefanya utafiti kwa Wakristo wengi, karibia 99% hatuombeagi malango, tunaishi limradi. Wakristo wengi hatuna kawaida ya kuombea malango. Okay, wangapi wameombea malango ya mwaka 2025? Mkono juu. Waliombea malango ya mwaka 2025. Niko darasani nafundisha. Mwaka 2025 kuna malango mangapi? Umesema mangapi? Okay. Mwezi una malango mangapi? Okay. Siku na malango mangapi? Bwana Yesu asifiwe. Nafundisha. Okay, saa ina malango mangapi? Mwaka una malango. Mwezi una malango. Siku una malango. Unaweza ukaombea malango ya mwaka, lakini usiombea malango ya mwezi, bado umekosea. Ndio maana kwenye kumfungua mtu vipo vifungo vingi. Okay. Mwanamke ana matumbo mangapi? La kwanza, la pili. Nilikuwa mkoa fulani, nikapigwa simu na mwinjilisti, ana mwanae, dada yake mwanae alioa binti, yule binti wakafunga ndoa na yule mwanaume, akashika ujauzito. Miezi ilivyokwenda, yule binti akaenda kwa mwinji kujisikilizia ili ajifungue, lakini mwezi wa 9 umefika, hakuna mtoto kutoka. Mwezi wa 10 unaingia, mtoto atoke. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu akanipigia simu kunishirikisha, mbona huyu mwanangu ajifungui? Miezi 9 ishapita, mwezi wa 10 unaenda, mbona ajifungui? Nikamwambia niko mbali, ngoja nifanye maombi. Sio kwamba hawakufanya maombi, walifanya, na watumishi walienda kufanya maombi, lakini bado wakifanya maombi mapepo yanainuka kwamba huyu hawezi kujifungua. Nikamwambia nikirudi mkoani nitakuja. Nilipomaliza huduma kule nikarudi Dar es Salaam. Siku ya kwanza nakumbuka ilikuwa sasa Jumanne, Jumatano nikaenda. Fika pale na kutoa dada amechoka, tumbo ni kubwa sana, unaweza ukasema na mapacha 3 tumboni, yuko hoi kabisa, hajiwezi, anasikia uchungu, goma inagoma, sikia uchungu, unapotea. Wanakwenda hospitalini, wakuja wamanisa, wanaambia wewe bado hawaoni dalili ya kujifungua. Tukaanza maombi pale, piga maombi. Akaja, kumbe wao walikuwa wanashughulika na vibaraka. Akaja mama mwenyewe aliyemfunga. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke ana mlango Mungu aliyompa kwa ajili ya kujifungua. Ndio maana wanawake leo hii wengi wao wanapenda upasuaji, sio mlango sahihi Mungu aliyoweka. Ndio maana wanawake wengi, vifo vya watu wafanya operation ni vingi kuliko waliojifungua kwenye mlango sahihi Mungu aliyoweka. Na mabinti leo wengi wanasema mimi nataka kisu ili mazao yangu yasilale, nafanya operation. Ulibeba mimba ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ulibeba mimba ya nini? Yaani ya kulala ya talala, alikuwa saa 6 atakuwa 11 sana. Kumbe aliyemfunga ni mama, yule binti alikuwepo pale kuna hilo kanisa. Kwa nini ameondoka hapa? Kwa nini ama dhehebu?
Kumbe yule mama pale kanisani, baada ya kuingia kwenye maombi, zaidi ya mabinti 50 wote amewafunga. Hakuna kuolewa, na ukiolewa hakuna kuzaa, unakufa. Na kuambia kitu cha ukweli, mwaka juzi ndio kilitokea kwa kitu. Piga maombi, kumbe wamefunga. Alichofunga huko, amechukua nywele za chini. Mama ajui, binti watu wajui. Mwezi unaenda wa 11, hakuna kujifungua. Nikasema kwa nini umemfunga? Asema kwanza huyu binti ayota kali, alafu amenikimbia. Hata mimi nilikuwa nakutumia hapa kanisani, kwa lazima afe. Unamuaje? Asema hivi, tumetega akijifungua kwa njia ya upasuaji, tunaua mtoto na mama. Live wanasema tumetega bomu, operation ikifanyika wote wameondoka, wote wameondoka. Kwa tumezuia njia ya kujifungua, mlango Mungu alioweka wamefunga mlango, hakuna kujifungua kwa mlango Mungu alioweka. Nikawaambia kwa jina la Yesu, huyu atajifungua. Mimi nikaondoka, ngoma haijaisha. Ndio maana nyinyi ambao mnafunguliwa, tulieni madhabahuni. Kuna vifungo vingi ambavyo vipo ndani ya mwili wako. Unapoendelea kuja kwenye maombi, ndivyo unaendelea kufunguliwa. Kuna watu wanataka vitu vya papa, hakuna kitu kama hicho. Mimi nikaondoka. Nakumbuka ile shoti, nilikuwa kitu nyama kwenye ibada. Yule mwingi akanipigia simu, ananiambia Justin, mwanangu saa hii yuko hoi, yuko hospitalini sasa fulani maeneo ya Gongola Mboto kule. Madaktari wanasema huyu tukimwendelea kumwacha atakufa. Kwa hiyo kilichoamuliwa madaktari, so ombi, atakuwa afanyiwa operation. Nakumbuka kule wameteka bomu kwenye upasuaji. Nikamwambia mwizi huyo hajifungui kwa kisu. Nimwambia hivyo hivyo. Ikafika mahali yule mwizi alikata tamaa kabisa, kwamba basi wakamwambia hivi, Yesu anamwambia mama, nenda nyumbani kaandae uji. Mwana tunamwandaa apelekwe sieta. Ni sieta wanasema, ni sieta. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia mwizi huyo hajifungui kwa kisu, kwa sababu ninajua akifanyiwa operation tumekosa mtoto na huyo mwanao tumekosa. Kwa hapa hakuna operation. Ninapoongea mwizi hataki hata kuelewa. Sasa mimi nenda nyumbani kuandaa uji, wamenambia kaende uji, wanamwandaa hapo, anapelekwa huko. Nikamwambia huyo apeleke nini, afanyiwe operation. Baada ya pale kuna chumba ghorofa namba 3 cha maombi. Nikapanda juu faster ghorofa ya 3. Nikaenda kwa maombi, kwa Mungu na miaka 20 kwenye huduma. Nimeombea watu wengi. Hii ngoma kuna ushuhuda mkubwa, linafunga kila malango ya mauti juu ya ubinti na juu ya mtoto. Hakuna mauti ambayo itatokea hapa. Ninafungua mlango sahihi ambao umefungwa na adui, ili utukufu wako uwe mkubwa. Nikaomba, nikaondoka kama na dakika 5. Ninatoka nakuta nisikize nini wanasema message, kama mtu alikutafuta mtu zaidi ya 10. Nikashtuka, amekufa nini? Nikashtuka, mmoja bwana mtafuta sana, amekufa nini? Nikabidi baada ya pale nikampigia simu. Napiga simu, mtu anapokea, analia. Mbona analia tena? Wewe unasema Mungu umezalisha. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kilio chake ni kilio cha furaha. Bwana Yesu asifiwe. Anadeti, analeta uchi, anauliza mwanae yuko wapi? Kama yuko ameenda kule sieta, anasema wewe mama ndio yule mama yule mwanae yule bonge yule. Akasema ndio mimi. Anasema hivi, walipokuwa na mwandaa yule binti, walipomuingiza sieta, wanaandaa dokta, wanaandaa wale wasaidizi wake, wanavaa gloves zile sijui wewe ajifua aanze kupasua. Sasa wanashangaa mtoto ameshakufa. Hata siku ya makofi sipige tu. Mungu wangu namuelewa. Wasema hivi, hadi madaktari walishangaa ili kimetokea pale udini.
wanajiandaa. Angalia saa adui wamejiandaa, yani mauti iko karibu, amebusu wamebaa, wote wameshajiandaa, wanajiandaa kufanya upasuaji. Mtoto anachomoka mwenyewe. Huyo ni Mungu au sio Mungu? Nini? Mlango ulifungwa. Kwa wewe mama, binti yako, kwa mali, usione sifa kujifungua kwa njia ya kisu. Hiyo ni dharura. Ni dharura tu, inatokeaga hivyo. Lakini imekuwa fashion leo hii. Ndio maana vifo ni vingi. Na wanasema kwamba mwisho ni watoto 3. Au sio hivyo? Anayefanywa upasuaji watoto ni 3 au 4 mume akupendi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona anakuwa mimba ya 4, kuna 2 kuondoka duniani we mama. Lakini nzuri 3. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakwambia kuna malango mengi. Umeombea malango ya mwaka, je, malango ya siku, ya mwezi umeombea? Kwa sababu adui anatafuta lango ligani liko wazi. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wanasema kwamba mama alijifungua kwenye mlango sahihi wa Mungu aliyouweka anakuwa na uchungu sana wa mtoto kuliko ajitumia kisu. Sijajua kama ni kweli, sijathibitisha. Kuna kitu Mungu ameweka kwenye lango la mwanamke mtoto anapotoka, lakini adui amefunga hilo lango. Mimi hatuna, unabeba ujauzito, uombei lango ili mwanao atoke. Na maana wengi mnatumia nguvu sana na damu wengine inatoka sana. Shida ni lango hujaliombea, adui alitumia. Andika, maadui wameketi kwenye malango yako. Namba 2, maadui wanayasemesha malango yako kwa maneno mabaya. Namba 3, ili adui aharibu maisha yako, anachofanya anapitisha maneno kwenye malango yako. Ili adui aharibu maisha yako, anapitisha maneno kwenye malango yako. Kuna watu kupitia maneno maisha yao huharibika. Okay, kama maneno tu mtu akiongea yanaleta uharibifu, je, hawa ambao wanaongea kwenye malango yako ni uharibifu wa aina gani unaingia kwenye maisha yako? Zaburi 69:12, waketio langoni unisema. Ngoja niulize swali, hivi mlevi akilewa huwa anaongea maneno gani? Mazuri au mabaya? Mazuri au mabaya? Neno la Mungu linasema waketio langoni unisema. Kwa maneno ya walevi, Biblia imetumia neno la walevi, waketio langoni unisema. Okay, walioketi kwenye malango yako wanasema nini juu ya maisha yako? Waketio langoni unisema. Kwani unakusema? Kwa sababu malango yako hujayaombea, hujaweka wakfu, hujaachilia damu ya Yesu na hujayasemesha hayo malango. Kwa hiyo waketio langoni unisema kwa maneno ya walevi. Okay, walevi wakilewa ni matusi na maneno mabaya kuongea. Kwa Biblia imetumia neno walevi, lakini maneno ya uharibifu. Kuna watu wameketi kwenye malango yako wanasema huyo binti hakuna kuolewa, hatufungui lango la ndoa, tunafunga hili lango la ndoa, huyu ataishia kuzaa tu, hakuna ndoa. Kuna mtu ameketi kwenye malango yako anasema kwamba huyo mtu hawezi kuokoka. Kuna mtu ameketi kwenye malango yako anasema huyu hawezi kuzaa. Nini? Malango yako hujayaweka wazi madhabahuni mwa Mungu. Na Wakristo wengi hawaelewi habari ya malango, hawaelewi, na wana tabia ya kuombea. Waketio langoni unisema. Malango yako hujayaombea, ndio maana wanasema adui anaachilia maneno
Nyie ambao mmeajiriwa nyie, niliingia ofisi moja ya waziri. Yule waziri akiingia ofisini, kichwa kinamuuma kupita maelezo. Na akiingia ofisini, hapo ya kufanya kazi yani haipo, lakini akitoka nje yuko vizuri, yuko vizuri. Nikaingia ndani, nikamwambia Mungu, niambie kuna kitu gani hapa, maana wewe ni Mungu unaona basirini, hebu niambie. Kumbe aliyetoka ile ofisi alitumbuliwa. Kuna maneno aliachilia juu ya ofisi, na mbaya zaidi kuna maua mule ndani alileta, sio maua, kumbe ni vichwa mafuvu ya watu, lakini ukiona hivi unaona ni maua. Ndio maana kanisani mimi napiga mafuvu hapa. Kuna maua yanaitwaje yale ambayo hayamwagwi maji wala nini, anaitwaje? Ati nini? Mwache kuweka nyumbani kwenu, mwache kununua maua. Mnaweka mafuvu nyumbani kwenu hata hamjui. Nilienda kanisani fulani kushika fulani nikakuta maua, akamwambia mwenzi kuna kitu usicho. Hizi haya sio maua. Ninachokiona wewe unaona maua, kile sio maua. Kumbe ni lango la uharibifu juu ya kanisa. Na huko kanisani hakuna maeneo, ni vurugu. Baada ya kanisa hawaelewani. Vurugu, wakipanga hiki hakuna maelewano. Kumbe kuna ati nini? Ati ni Kiingereza nisaidieni, ati nini? Activity. Hivyo. Yule waziri hajui kwamba kuna mafuvu ya watu. Kumbe mtu aliachilia maneno alipoondoka, anayekuja asiwe na amani ili yeye arudishwe. Maana huyu afanye vibaya, anayekuja afanye vibaya ili yule aliondolewa aonekane mwema. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maofisi yenu huko kuna watu wanaachilia maneno. Wewe ukiingia ofisini si hauopi, lakini hao wenzetu hawa ofisini wakiingia wanaopanga. Lakini Wakristo wengi huwa hatuombi. Lakini wale lazima. Ukienda Kariakoo lazima atafungua nini watanini mapadri yao yale. Lango la biashara ataweka nusu, afu atakapo nusu saa ibada. Mkristo akija hata kusagia anaingia afanye ibada, aombe malango ya siku hiyo ya biashara, aombe duka lake, kwa sababu ile fremu ni mlango wa biashara. Je, umeombea lango la biashara? Nenda Kariakoo kuna watu hawafungui asubuhi, wanaweka nusu mlingoti, wanafanya ibada, wanaombea malango ya siku. Kuna malango ya siku. Usipofanya hivyo, Biblia inasema wakatio langoni umesema. Wanakusema kwa maneno gani? Ndoa ni lango la ndoa. Je, wakatio kuna lango la ndoa, wanasema maneno gani? Usiombea malango ya ndoa uombe. Ndio maana watu wengi wanaingia kwenye ndoa baada ya muda kadhaa, mwezi mmoja, miwili, mitatu, hakuna maelewano. Lango la ndoa limevamiwa. Kwa nini? Haujaombea lango la ndoa. Na aliombea siku moja, ni siku zote kuombea lango la ndoa. Adui anaachilia maneno kwenye malango yako, ya watoto wako, uzao wako, kwa sababu huna tabia ya kuombea hayo malango.